Guys, mambo vipi? Hope wote mko poa na mimi pia niko poa, namshukuru Mungu. Thank you guys kwa wale wote mmeendelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, kuangalia video zangu na kuongea kitu chochote hapo, na kikweli najisikia furaha na naona kabisa niko pamoja na nyinyi. Kwa hiyo nazidi kuwaletea kila habari. Mimi ni msanuaji, yani nakufundisha wapo ndakuwa, yani uelekee nchi gani, ukafanya kazi vipi, ukaishi vipi, mtu wa aina gani utakuwa usafiri au usisafiri. Nchi gani tunaongelea? Ni nchi za ughaibuni, nchi za Kiarabu ambazo watu wengi wamekuwa wakiongelea mabaya, wananyanyasika, wanauawa, wanateswa, chochote kibaya ambacho kimekuwa kiongelewa. Lakini ndani ya hayo mabaya kuna watu wanatengeneza maisha huko. Ndani ya hayo mabaya yanayoongelewa kwenye nchi hizo hizo, wewe unaoniangalia hapo unaweza ukaenda na ukaishi salama kabisa, ila ukifuata haya ninayoongea hapa kila siku, nimekuwa nikiongea, ukienda huko fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Usipuuze ninachokwambia hapa, ndicho unachotakiwa ukafanye. Ujifunze na uelewe, usishikilie tu kuna jirani yetu alienda huko sijui akafanya nini. Hujui yule jirani alifanya nini, ulisikia. Kitu cha kusikia jamani, mpate mkielewa, cha kusikia sio kizuri. Mimi ninayekwambia hapa nina experience, nafahamu, najua Waarabu, najua kuongea Kiarabu, najua food, yani najua kila kitu unachojua wewe. Kwa nini ninachokiongea hapa namaanisha na kuweka wewe uwe safe, ufanye kazi vizuri na usipuuze, usione labda ni sehemu ambayo siwezi kwenda, sijui kuna hivi kuna hivi. Hapana, kila mtu na bahati yake. Thank you so much jamani, kwa wale wote ambao wanatumia Tigo Pesa. Tusikilizane vizuri hapa. Kwa wale ambao wanatumia Tigo Pesa, siku hizi inaitwa Yas. Yaani kuna watu wamesafiri, wana mitandao, namaanisha mitandao ya simu ya kutuma pesa au kupokea pesa. Ni Yas, Voda, Airtel, Halotel, sijui na nini huko, zote hizo. Kuna mtu anasema mimi naenda Uarabuni na laini yangu, hii laini yangu inatunza pesa. Pengine labda kwa mfano ile laini yako umesajili kwa jina lako mwenyewe na ile laini ipo kwenye simu yako, umesafiri na laini yako na simu yako. Sasa kuna hii staili ya wakala, unampa riali, anakutumia kwenye hii namba yako uliompa ambayo uko nayo na ipo kwenye simu yako na wewe uko Uarabuni. Mnielewe vizuri hapo. Unampa wakala riali, anakuingizia kwenye pesa yako kwenye laini yako ya Tanzania ambayo upo nayo pale ulipo kwenye nchi yako, aidha ni Dubai au Oman au wapi whatever. Yule wakala anakuingizia kwenye laini yako. Kwa mfano umempa riali 50, kachukua riali 50 ile kaibadilisha kwa Tanzania, umepata kama 300 na kitu hapo, anakuingizia kwenye laini na wewe unaiona kabisa hii pap imeingia kwenye simu yako na uko nayo pale pale kwa bosi wako. Ukishakuwa una ile pesa kwenye simu yako, ina maana kama changamoto zote za nyumbani una uwezo wa kuwatumia tu kawaida, kama ni Airtel, Voda, nini, ndio hiyo Yasi na nini, unaweza kumsendia mtu aliyoko Tanzania na ukasolve lile tatizo. Kuna watu wengi sana wanatumia njia hiyo, lakini hoja hii inakuja kwa yule ambaye anajua password yake, kuna mtu yuko Tanzania anaijua. Wewe ambaye una line yako huko Oman au huko Dubai, huko wapi, unajua kabisa password yangu ya hii Tigo Pesa au Yasi inaitwa hii, Airtel Money au Voda, hii password yangu ile ya kwenye kutoa pesa ile, kuna mtu anaifahamu. Lakini line uko nayo wewe, ndugu yangu, pesa zako haziko salama. Hapa ninavyoongea kuna mtu imemkuta hii changamoto. Wewe unajijua kabisa, mshahara wangu mimi ninatuma kwa wakala, wakala ananitumia mimi, naiona kwenye simu. Lakini yule mtu ambaye ana password yako ana uwezo wa kutoa pesa kule kule aliko Tanzania. Kwa hiyo kama wewe unajua password yako kuna mtu anaijua, tafadhali badilisha. Usishare na mtu password yako. Kama password yako ni nyepesi tu, ni namba tu ya kawaida ambayo unajua siku unavyofungua kuna mtu kama aliwahi kuniona hivi, ibadilishe ile password yako. Pesa yako haiko salama, kuna mtu ameshaijua pesa zake. Wanaibaje? Yule mtu haendi kutuma kwa wakala, kwa sababu line uko nayo wewe, hawezi kwenda kufanya kama anatoa kwa wakala, anajitumia yeye kwenye simu. Ni kwa sababu anayo ile namba ya siri. Anafanyaje? Mimi na wewe hatujui, lakini ukiona mtu anaijua namba yako ya siri, basi pesa zako haziko salama. Tafadhali
Kwa yoyote ambao wanajua mimi natumia mtandao wa simu kuweka pesa zangu nikiwa kule nchi za nje, lakini password yangu kuna mtu anayejua nyumbani, weka akili yako sawa, badilisha password yako ili pesa zako ziwe salama. Usije ukatunza pesa humo, yule mtu anaziangalia tu, anaziangalia tu zimefika ngapi. Siku akizikomba amezikomba na hutakuwa na ushahidi. Ni kweli ukisema upige kwenye mtandao wa simu kule, watakwambia kuna mtu huyu hapa ameiba hivi na hivi. Lakini pengine mawasiliano yachelewe kuwapata wale watu wa mtandaoni na pesa zako zimeshaenda. Kwa hiyo tafadhali, kama wewe laini yako unajua mtu yoyote anayejua password yako, badilisha namba yako ya siri, uweke nyingine ambayo unajua wewe hiyo ni siri yako. Na kama unashindwa kubadilisha namba za siri, usiweke tena pesa kwenye mtandao wa simu. Mtu anakuibia kule kule aliko. Sio kwamba mpaka achukue simu ya kwako ndo achezeshe pale ahamishe pesa. Hapana, madhara anaijua namba ya siri kule kule aliko anachezesha. Kwa hiyo nimekuja kuambia hicho kitu kwa sababu najua ni kitu cha muhimu. Kuna watu wengi wanatunza pesa kwa njia hiyo. Ili muwe salama, badilisha namba ya siri. Thank you guys kwa kuwa nami. Kila siku nawaletea habari hapa. Jamani, kwa wale ambao wanataka kutoa historia zao, historia ya kazi Uarabuni, iwe historia nzuri au ni mbaya ya kutufundisha, tafadhali nitaweka namba ya simu hapo, nitafute. Kama wewe hutaki kuwekwa picha yako, unataka usikike tu sauti, pia tunaheshimu. Utazungumza na mimi, utatupa hiyo historia yako, kama ni kutuelimisha, kututahadharisha, chochote ambacho wewe unakijua. Nimefungua mlango kwa njia hiyo. Story yoyote ambayo unajua mimi nataka niwafundishe watu wakija huku waishi hivi, au niko huku, au kuna kitu gani nimejifunza, utaweza kuzungumza na mimi kupitia kwenye hiyo simu hapo. Tunaheshimu. Kama utaki picha yako iwekwe, sawa kabisa, itawekwa tu ile sauti yako ambayo unazungumza na kuwatahadharisha watu. Thank you.